That's my topic. Zingatia mambo ya mbele. Focus kwa mambo ya mbele. Angalia mbele tu. Amen. Amen. Mama Hope, God bless. Ambao sasa tuko mpya na tuko Januari. Tumeshaanza kuhubiri. Jumapili iliisha, tuliongea juu ya visima. Visima zishachimbwa sasa. Maji imetoka sasa. Sasa tunaanza kuzingatia sasa mambo ya mbele. Tunaanza kufoka sasa kwa mambo ambayo tunataka kuyapata. Sio mambo ambayo tumekosa kuyapata. Tunaanza kuzingatia kwa mambo ambayo tunataka kuyapata hapo mbele. Hello. Praise Jesus. Katika kitabu cha Wafilipi chapter number 3 number 12 mpaka 16. Wafilipi chapter number 3 sura ya 3 kuanzia mstari wa 12 mpaka 16. Maana yanasema kwamba sijidhani kwamba nimekwisha faulu na nimekwisha kuwa mkamilifu. Ninaendelea kujitahidi kupata lile tuzo ambalo kwalo Kristo amekwisha nipatia mimi. Ama kweli, ndugu zangu, sidhani kuwa nimekwisha pata tu. Nafanya na sahau, nafanya bidii ili nilifikie lile tuzo ambalo Jesus Christ ameweka kwa ajili yangu ili nipate. Kwa ile maneno ambayo ulikuwa umeyafanya, lakini wakati unaendelea pale hautaweza kumuona Bwana. Siri ni kwamba usingatie mambo ambayo ni ya mbele na hii bidii. Na hapa tunaanza kufanya bidii kwamba nitakuwa na kuweka roho ya kusema kwamba lazima uanze kufanya bidii mwaka huu ukitazamia kupata mazuri pale mbele. Amen. Bidii ya kufanya kazi, bidii ya kuomba, bidii ya kuamka asubuhi, bidii ya kufanya kazi kwa bidii. Hizo vitu tukifanya pamoja tutaona matunda ya hiyo maneno. Kwamba wewe ni ovyo, wewe ni bure. Hapana, watu wote ambao wako hapa wanafanya bidii ili wampendeze Bwana. Ya kwamba tumpendeze Bwana, kila mtu afanye bidii yake ya kumtafuta Bwana katika namna ambayo utampenda, ambaye nimewekewa. Kuna mazuri pale mbele, kuna baraka pale mbele, kuna kazi pale mbele, kuna ndoa pale mbele, kuna pesa pale mbele, kuna nyumba pale mbele, kuna magari pale mbele. Hii mwaka kama utazingatia kuangalia mambo ya mbele, kuna baraka zitaingia kwako, kuna mambo mazuri yataingia kwako. Naongea na mtu mahali hapa, msiongee na mtu. Ninasema ya kwamba tena kama utazingatia mambo ya mbele, kama utaanza kusema, tunaambiwa ya kwamba tukisema inafanyika. Kama utazingatia vile maisha yako unataka ikae, vile unataka kukaa, Mungu atakupatia hiyo mambo unataka. Wakitembea wakienda, walipokuwa wanatembea wakienda, lakini kule nyuma Mungu akaachilia ile biko la moto kwa ile. Watu wanapenda kuangalia nyuma, hawawezi wakafika mahali. Hawawezi wakafika mahali. Wale watu wanapenda kuangalia mbele wakienda, wanafikaga mahali. Hata ukiwa kwa shamba na umeenda na mtu mwenye mnalima, anashika kiuno, anaangalia nyuma. Anakuchokesha. Na mtu alikuwa anatembea na yeye na anakuregesha nyuma, leo ni kuachana kama ni rafiki. Kama alikuwa anakuambia mambo ya nyuma vile ilifanyika, tunasema tutataka story, tunataka kufocus mbele ili tufikie baraka zetu, ili tufikie kile Mungu amesema. Sema. Paulo akawa anaambia hawa watu, na ni maneno magumu sana na makubwa sana ambaye alikuwa anayaongea. Mlifanya vema. Soma namba 4. Lengo langu, yes, ili nipate lile tuzo. Angalia, twende kwa nini mbioni.
Halo, Bwana asifiwe. Nataka mwaka huu uwe katika mbio ya kufanikiwa, mbio ya kupata kazi. Nilisema ya mapema ndio the best. Ndivyo, usingojee ifike Desemba ama mwezi wa 9 tuanze mbio. Tunaanza mbio sasa hivi. Tunaanza mbio Januari. Kama unapanga kitu anza mbio. Anasema kwamba niko mbioni kwa tuzo ambayo nimewekewa. Huyo mtu ambaye ako mbioni anakimbia kukufikia ile jambo ambayo analihitaji katika jina la Yesu. Na leo kwa jina la Yesu Kristo, roho ya mbio ingie kwako. Yale matendo mazuri, mafanikio ambayo unaitaka yako yaingie. Wale watu wanakuanga polepole. Polepole. Sikia baraka yako haraka katika jina la Yesu, naachilia. Ufikie baraka haraka ile ambayo uko unaifikia. Tunaachilia neema ya kufikia haraka. In the name of Jesus. Kuna watu wamefungwa. Ni mwito wa Mungu kwa maisha ya juu kwa njia ya Yesu Kristo. Kuna vitu hutapata kama wewe ni mtu ambaye ni wa kulala. Halo? Hebu sio mwenzako mwambie kama wewe ni mtu unapenda kulala, kuna vitu hutapata katika maisha. Kimbia kumtafuta Mungu, sisemi kukimbia physical. Yaani spiritual, kuamuka na kufanya mambo katika kiroho na kuwa na focus katika. Sikwambii uanze kukimbia ukienda kwenye gari, lakini katika kukimbia hapo na roho ya kupata gari. Vision ya biashara, vision ya kupata vitu vizuri katika maisha. Ukimbia mbio ya kiroho na uweke kwa mawazo yako ile kitu unataka ikuapenie mwaka huu. Hiyo mbio ya kufikiria vile utapata kujenga, ana hiyo mbio ya kufikiria vile utapata shamba. Chora kwa akili yako, chora kwa maindi yako, chora kwa roho yako, anza kufikiria. Nimesema hata kuoa, anza tumewafikia. Amen. Methali 5:25-26 nasema namna gani? Ila tu hapo kwa mbiombia. Mwenye akobai huenda hapo mbio sana. We have to be serious. Chapter 5 number 25. I think. Yes. Biblia inasema kwamba maneno mabaya ya mtu mwovu humnasa yeye mwenyewe. Maneno ya mbaya ya mtu mwenyewe humnasa yeye mwenyewe. Kamba za dhambi yake humkamata kwa nguvu. Haya, umesikia maneno? Hapo nilikuwa nataka, I think nilikuwa nimekosea 22 sawa. Endelea mbele kidogo. Atakufa kwa kukosa nidhamu. Akipotoshwa kwa upumbavu wake mwenyewe. Akipotoshwa kwa upumbavu wake nini? Mwenyewe. Methali chapter 6, Proverbs chapter 6 number 9-11 nasema namna gani? Utaamka lini kutoka usingizini mwako? Usingizi wako. Bado kulala kidogo. Kusinzia kidogo. Bado kukunja mikono kidogo. Asubuhi hiyo, sasa ni asubuhi sasa. Upate kupumzika. Hivyo umaskini utakuja juu yako. Sasa wakati unasema hivyo, bado nilele kidogo, wacha kwanza nikuje mikono kidogo, umaskini unakuja. Kusinzia kidogo. Bado kukunja mikono kidogo upate kupumzika. Mikono unakunja juu yako kama mnyang'anyi. Sasa kama utatoka mbio, usingatie kufukuzia hiyo taji yako ama maono yako, umaskini utaingia kwa maisha yako. Ufanye bidii. Yaani kulala hii simaanisha kwamba atukai hivi macho kuanzia jioni mpaka asubuhi. Kuna time unalala ambayo inafaa ulale, na kuna time ya kuamuka ufanye majukumu ambayo unafaa uyafanye. Ubadilishe mwelekeo wako ambao ulikuwa uanze kwenda mbio na mbele, baraka zitaingia. Umeona ya kwamba yote ambayo amekuja hapa, zingatia kutafuta Bwana, zingatia kutafuta kile unataka, na utoke katika usingizi, na utoke katika kulala kila wakati. Wakati unazingatia mambo haya, Paulo akasema sasa kwa utajiri mkuu wa Bwana, ya kwamba kwa Yesu kuna utajiri, na huyu utajiri haukuji tu kwa physical, lakini unaingia kwa spiritual ndio utokezee kwa physical. Wewe umelemewa, unajua unaweza kutumiwa roho ya kulala. Tafanya this year. Amen. Ukiwa kwako, ukiwa wapi, uongeza nguvu. Ongeza nguvu. Haleluya. Nataka uongeze nini? Nguvu
Na hiyo nguvu iwezi fanya kazi bila nini? Bila prayer. You have to be prayerful na kuomba na kumtafuta Mungu, na Mungu naye atakupa hiyo nguvu. Hebu uliza wale watu wamefanikiwa. Waulize walifanikiwa aje? Amen. Mafanikio inakuja katika kujituma. Kule nyumbani kuna mtu anaweza kuwa na shamba kubwa sana. Shamba kubwa sana, lakini ameachilia ng'ombe za watu na zinakula huko ndani, tunakula tu. Halimi. Alafu ikifika wakati wa chakula, mahindi anaenda kuomba watu. Amefungwa akili. Hiyo shamba kama angelima angevuna mahindi. Ukweli uongo? Ya kudemand ya kwamba huyu mtu amechange na huyu mtu ako na bidii. Huyu mtu anataka mtu kama huyu. Test. Ukienda kwa kampuni fulani wanakupatia kitu ambacho tunafanya kwa hii dunia, kwa jua ile hapa duniani hapa tunaishi. Ukifanya kwa mikono ya uregevu hautapata kitu, haitaingia kwa mikono yako. Lakini ukifanya kwa bidii itakuwa kwako. Na hivyo ndio simba that. Hata ministry wale ambao ni wachungaji wanatokezea tunaanza kuamenda. It's not about atupate kazi imejengwa. Ni wewe ukuwe na bidii ya kuanzisha. Ni wewe ukuwe na bidii ya kujitolea kwa fedha zako. Ni wewe ukuwe na bidii ya kusimama pale, ya kusema I'm going to do this. Alafu hivyo Mungu ataona bidii yako, atakuja kubariki. Amen.